Iboya sana na watu wene lingi kire mubango ya furahi day na enira interview ya inya kabisa irote reweterete luarindi na Mumeru Mutune Mheshimiwa Rahim, karibu sana. Asante. Naona leo nimelaitiwa kidogo, rangi imeongezeka kwa sababu watu wanasema mimi ni mweusi sana. So leo niko na sasa ni complimentary. Vile walisema kwa IBC jana huko Senate. Sasa Mheshimiwa, kwa ufupi kabisa piga intro kwa hii kamera, unapiga introduction. Okay. Kwa majina ninaitwa Abdul Rahim Daud. Mimi ndio MP wa North Imenti na mimi ndio naitwa Mumeru Mutune. Wonderful. Basi oranda kurate na Mumeru Mutune ndani ya studio. Mumeru Mutune anto baba ingeiba wisi sana ure MP na ruare tunaenda tusoke kando kidogo tutaria siasa tuaria about you as a person. Nenge kureke magi kidogo sana. Ulianza safari yako vipi, maisha yako yamekuwa vipi mpaka ukafika pale ambapo uko sasa? Kwa mwanzo nilisoma Meru Primary. Kuzaliwa nimezaliwa Maua, lakini mamangu ndio amezaliwa Imenti hapa Meru, na mandugu zangu tulikuwa Maua, kisha tukaanza biashara kutoka kule hapa wakienda Maua, Kangeta, tena tukarudi Meru. Nilikuwa Meru Primary, nimefanya CPE. Wakati wangu kulikuwa CPE sio KCPE. Kutoka hapo nilienda kusoma Nairobi, Aga Khan miaka 6, A level, nikaenda Ulaya, nikafanya mwaka moja, nikarudi tena Kenya. So niliingia kwa biashara ya mabati, mshumari na hizo zingine na mapipe ya hardware pamoja na mafuta ile ilikuwa ya mzee, ndio nilikuwa nikifanya. Okay. So kwa fupi ulikuwa unafanya biashara? Biashara. Kwa biashara yako ilikuwa vipi? Ulikuwa unaendesha vipi? Ilikuwa na mapato ya juu sana ama ya chini ama wastani? Kitu muhimu ilikuwa sio mapato. Kitu muhimu ni kufanyia watu kazi vile wanataka kufanyiwa. Wakati nilikuwa nikiuza mafuta yetu ilikuwa nzuri, ilikuwa ni Yeso zamani, wakati wa zamani. Mwaka 2016 hii tumepita, tumekuwa 51 years kwa mafuta. Wow. Mimi mwenyewe nikiwa zaidi ya 30 years nikiwa mimi, kutoka mzazi wangu sasa ni 51 years. Kwa mabati na hizo tulikuwa, kila mtu alikuwa akipenda kununua kwa Daudi Ali Mohamed, ndio duka ilikuwako. Wakati staff hawako, subuhi kama nikifungua, kama kuna mtu moja na kuna mtu amekuja kununua mabati, tunaanguka na yeye kwa varanda, tunazikunja mabati, na sikuona aibu kwa hiyo. Kuna wakati nilikuwa nikifanya hata transport, ile tulikuwa tumewachiwa na mzee. Sasa nikifanya transport, kuna wakati nilinunua gari ya pipa ya Meru Municipal Council. Sasa hiyo ilikuwa ni tipa na ilikuwa ni ile Ford ya zamani, lakini nilikuwa najua ni nini nitafanya naye. So nikitest siku moja, nikizunguka town, wenzangu wakiniangalia wanacheka, wanasema huyu kijana Daudi sasa amekosa kazi, sasa anaenda na gari ya pipa. Nikasema ninajua ni nini. Hiyo gari nilinunua na 200,000, 210,000. Which year was that? That was in 90 somewhere 90. 90s somewhere. Hiyo gari ya 200,000 na 210,000 ilinifanyia kazi karibu ya 1,000,000. Wow. Sasa ni mimi nilikuwa nikicheka ama ni wale walikuwa wananichekea? The one who laughs the last laughs the loudest. Most loudest. Mheshimiwa, wakati ulikuwa unafanya biashara, kondi kaniare huo wa nore na noenda sema misumari na mabati. Dari kana we mudhagomo andikore sama aero mabati weya kuonja wa aroto kwende kandi bondi ama plywood akakunja pia na akafutwa kazi tu muhimu. Ngakuria Mheshimiwa, role model oku ura umenya kuwa this is my icon, kana imbibi ku inspire abionda biungene. Unajua kila mtu anatafutanga role model nje ya nyumba.
but I would say my role models are my parents. Pale wametoka kwa ile umaskini walitoka na mahali wamefika na walitufikisha, I think I cannot say anything better than that. Yes, kila mtu anaweza kusema, unajua kitu ile watu hawaelewi, na Biblia inasema na Qurani pia inasema, kwa chini ya miguu ya mzazi ndio heaven. Kabisa. Na ukimtesa mzazi wako, you will be cast. Kabisa. So role model yangu, najua wengi wanasema role model ni huyu role model, lakini ningesema upande wa siasa, ningesema Uhuru Kenyatta na maybe Obama. Why? Unajua they have made it. Unajua they are visionary leaders, young leaders. Unajua kitu ile tunasemanga kila wakati, ukiongea na msiasa anasema hawa vijana ni viongozi wa kesho. Kesho itakuja wakati gani? So you see, these are the young people showing people that even young people can rule and do good. Yes. Owe mheshimiwa, relax yetu wewe ngwa ukiri wenda kuthikire rwimbo rweku wendete sana, ngoma gani inakubamba sana? Ngoma ile very relaxing ni classical. Zamani nilikuwa nikisikiza, unajua sipati wakati huu kusikiza ngoma, lakini kunazo zingine za Kimeru ni nzuri, lakini ukiniambia kuimba sitaweza kukuimbia, lakini ziko nzuri. Kuna hii ya huyu dada Hakuna Dawa, the lady anaitwa nani, Wahome, Esther Wahome. Yes, Kuna Dawa. That one is a very good song, hiyo naipenda. Kuna zingine ya huyu Eric Wainaina, hata yake ya Jaguar nimesikiza. So kunazo zile nasikiza, lakini unajua hata nikiwa nasikiza bado nafikirianga, wakati hiyo nafikiria maneno mengine, sasa wimbo inapotea. Mheshimiwa, wenda kuira artist ba Meru atia kana arts industry ya Meru mwankaga ito kinyeta, what can you tell the artists? What I can tell the artists ya Meru, kuna talent. Meru sio ati hakuna talent. Na kabla hata niingie kwa siasa, hata kabla nikuwe councillor, nilikuwa nimeweka talent show hapa Kamunde Hall, na tulikuwa tukifanya tukiwa pamoja na Red Cross. Hata wakati huo Bishop Buria tulifanya na yeye wakati moja mbili tulifanya, na tulifanya talent show na ilikuwa mzuri sana. And that was more than 8-10 years back. So you can imagine wakati hule kama tulikuwa na talent, saa hii pia tuko na talent, lakini shida ile vijana wetu wanapata ni recording studios, costs inakuwa nyingi na hakuna mtu wa kuwashika mkono. Ukiona musicians wa Central Kenya wanapanda juu, shori kuna mtu anawaangalia. So ningependa kama ni county yetu ama wale, unajua kuna matajiri wengi, wako matajiri, they have to give back to society. Exactly. Sasa mimi upande wangu mimi kawaida hufanya kazi ya health zaidi. That's what I do. Yes. Lakini once in a while musician akikuja nampatia kitu kidogo aende ajirecord ndio aweze kufanya kazi, lakini hiyo haitatufikisha mbali. Unajua kurecord kwa studio na kuuza wimbo ni kitu tofauti. So ile ningeomba hata TV station yenu pamoja na zingine, hawa artists wetu wakipatiwa recording ikuwe aired, ndio watu waweze kusikiza, ndio waweze kutambua ile talanta. Ukiawikira mheshimiwa Kimasia Muthere, Kimasia Mucere, Kimasia Kwasi, siungena usionde bia korea ibire kuota, which is your favorite meal? Nile kororo mawe ngoga iwa ukaiota. Mchele lazima nikule. Hiyo ni lazima. Kuacheni kidogo tu. Chips sikulangi sana wakati moja kwa nyingine. Biriani napenda sana. Nyama choma sikuli sana.
na ningeambia watu wetu wasikule red meat ama nyama choma sana. Shori tunapata ugonjwa nyingi sana kutoka kwa hiyo. Kula kuku vile wa Baluya wanakulanga kuku. Chakula Chinese pia ninapendanga wakati kwa wakati nikipata wakati. Chakula Chinese lakini sio sio ile wanakulanga. Nitakwambia kitu moja ile ilinifurahisha. Sio kufurahisha, hata nilisikia unajua tumbo ilienda vibaya. Nilikuwa London wakati nilikuwa nikisoma. So nikienda Leicester Square, hapo kuna Chinatown. Ukienda Chinatown unakuta umbwa imechinjwa imewekwa hapo, unakuta frog iko hapo, chura. Umbwa, chura na vitu zingine, hata panya. Hata unasikia hii watu kweli hakuna mnyama hawatakula. Lakini sio chakula kama hiyo. Sio chakula kama hiyo Chinese kawaida tu. Ile tunapata Nairobi. Sio kama hizo zingine. Sio sushi. Ile Japanese wanakula kwamba hadi samaki inatembea hapo, unachagua hata kabla imekufa umeweka kwa mdomo. Sio kitu kama hiyo. Mimi ninapenda sweet potato. Hiyo ninaipenda. For breakfast. Wakati kwa wakati ninakula. Na kikwa. Na hii uji ya kuteremsha hivi. Uji ninapenda, ile ninapenda. Kuna ochoro ile iko, lakini not the very sour one. Kuna ochoro naweza kukunywa ni sawa. Hata my wife makes me. Mazima urakunda marwa? Are. Mimi maisha yangu sija kunywa pombe ama marwa ama kadhoroko. Unajua zamani hailikuwa changato, ilikuwa na kadhoroko. Mimi nakumbuka kadhoroko wakati wa zamani. Ni changa imekuja juzi tu. Zamani ilikuwa ni kadhoroko. Wazee walikuwa wakikunywa, lakini ilikuwa sio mbaya kama hii changa ya siku hizi. Sasa hii inaitwa kanga. Hiyo na kibondi. Ile ningeomba tu vijana wasikunywe kibondi. Shori, mwaka uliopita tulijaribu kuchoma hiyo kibondi, ilikataa kuchomeka. Paka hata petroli ilizimika na hiyo kibondi. So tunaweza kujua ni kitu gani iko ndani yake. Exactly. Mheshimiwa, kuendelea tunyaweta best moment of your life. Leo iburo kabisa kuna mtu wa dhidi kandene yotoro bwaku. Best moment of my life. There were two. One, wakati I got my first daughter. Wow. And I was there, nilikuwa kwa theater ndani when she was being born. Wow. So unajua it is just amazing how it is. Hiyo ndio nafikiri ilikuwa the best. That was the best moment. Sasa mheshimiwa, kuna mali siku fulani ukanyamaza hivi tu mambo yakatendeka. Aidha kwako ama kwa watu wengine ukaona this is the worst. Singependa kukumbuka tena. Sijui hiyo moment ni gani? Wakati kabla niingie kwa siasa, ni wakati moja nikiwa vijana tulikuwa tukienda kuzunguka kutembea. Niliishi boarding. Kwanza nimeishi boarding miaka 6. Wakati nilikuwa secondary school nimeishi boarding miaka 6. Na wakati tulikuwa tukikula hata chakula huko kwa hiyo boarding, wakati mwingine unapata hata chakula iko na mavi hata ya hiyo ya panya, lakini utafanya nini? Unaweka mavi kando, unakula chakula. Hakuna vingine ya kufanya. Lakini the worst part wakati wa young ni wakati nilikuwa na gari mzee alikuwa amenipatia. Ilikuwa ni Suzuki ile 4-wheel drive. Sasa tumeenda marafiki vijana, tumeenda kukula, tumekula vizuri. Nikikata kona nilikuwa nataka kujionesha. Tukaanguka hapo Westlands. My cousin akawachwa ndani, mkono yake imefinywa, mimi niko hapo. Wakati mwingine nilikuwa nimetoka tu Ulaya, nimetoka kutoka kwa masomo. Tulikuwa na my cousin akavuta break, ananionyesha vile atafanya ile 360 turn, ikaanguka nikavunja mkono. Pole. Mheshimiwa, what pieces of nimbi uto ukoleleo ona what pisses me off what was ni watu
unajua wenye siasa, shauri mimi ni mwenye siasa. Yes. Mtu anasema kitu moja na anafanya kitu ingine. Udanganyifu wa siasa. That is what pisses me off. Because there is no way unaweza kumwambia mtu utamfanyia hii na kesho yake unapinduka unafanya the opposite. So that pisses me off because I like being straightforward. Mimi nikimwambia mtu nitakufanyia hii nitakufanyia, na kama sitaweza nitakwambia afadhali unipatie kura nikiwa nimekuambia ukweli, lakini kama unaona nimekuambia ukweli na hutaki kunipatia, that's tough luck. Sure. So hiyo ndio, that's what pisses me off. The second thing ni kama kuna jambo mtu watu wanadanganyana kwa wakati huu, na hii mambo ya kusema pesa zinaweza kufanywa multiply. Ati mtu anaweka pesa, mtu anatarajia, na ni watu wasausawa sana. Ati wanasema pesa itafanywa multiply. Itafanywa multiply kutoka wapi? Mbele ya wiki mbili kuna mtu alisema mimi nimeambiwa kwamba kuna pesa 18 million ziko sijui kwa Central Bank zimefungiwa. Nikamuuliza una barua? Hapana, lakini pesa ni yangu imeingia. Imeingia kutoka wapi? Hajui. So that's what pisses me off. Why watu wanaweza kichwa haifanyi kazi, wafikiri watu wanataka kuiba kama pyramid schemes. Sio mbaya. Mheshimiwa Kirotho tereke ustroimbi kaimbi bi ustroinyo thai nago nya ongenda onere wakiwa akiakuona kabaka kana kausi paka akiona paka tu hivi anaogopa. Unaogopa nini? Umbwa, ng'ombe, nini? Mimi hakuna kitu naogopa. Kusema ukweli, mnyama hakuna. Hakuna mnyama yoyote naogopa, hata nyoka, binadamu. Nyoka tu ndo huyo. Nyoka pia nishaua wakati zamani tulikuwa tukiishi nikiwa mdogo, tumeishi kwa pale mjini, karibu na mjini kulikuwa na slum ya Wahindi. Ndio nilikuwa nikiishi, inaitwa Makerere. Sio Makerere ile ya Tanzania. Tulikuwa tukiishi hapo Makerere, na kila wakati unajua ni nyumba ya mbao. Nimeishi kwa nyumba ya mbao zaidi ya miaka 11. So watu wasiseme Muhindi wanaishi kwa nyumba ya mawe. Mimi nimeishi miaka 11 kwa nyumba ya mbao. Ukifungua saa nyingine unakuta nyoka iko hapo. Unaipiga unaiua. Unakuta scorpion iko hapo, unaiua. Mheshimiwa. So hakuna uoga. Shori. Kuna kamnyama anaitwa porcupine. Porcupine. Sijaenda karibu na yeye. Unajua hatuna porcupine. Akona mishale tu mheshimiwa. Lazima uogope huyo. Lakini kama haiko kwangu nitaiogopa kwa nini? Lakini wache ningesema kitu moja Laino. Maisha ni Mungu ametupatia. Na maisha ni moja tu. Mbona uishi ukiwa unauoga when you can live a good life while you are happy? Mtu akona suti ya black. So mimi ninaamini nikiwa nimelindwa na Mungu hakuna kitu itanishika. Sasa umesikia mheshimiwa Mumeru Mutune, fears nothing, fears nobody except God, except God. Safi sana, na anasikiza Christians na anasikiza Muslims. Mheshimiwa, this is very wonderful. Mheshimiwa, asante sana. Mheshimiwa, nina tu hata mwene town mutindo yokanganyi au Meruton kwe inkwenda tumnyegethwa tukaina kalimbo kama wangu kuromba tu tafadhali. Sawa. Umbetegereto katika kidogo na uwe. Sawa. Kalimbo kana mimi ni mtu wa town, mimi sina wasiwasi hata machokora makomando. Niliwanunulia hata wheelbarrow. Wanabeba pipa. Waende wakifanya kazi yao. Lakini nimeona zaidi. So tumbo isisonge hivyo. Kanaitwa kabasikizo tu. Ilibidi niokoke ndo niwashe jiko. Siko kwa kanali tiju niko rich. Ulimi bado rite risasi zipo. Misari bado kali na mizani zipo. Silabi simple kama A-E-I-O-U. Rudia mara twice A-E-I-O-U. Kati chingi za counting and from two. Subiri usichezini in 2 fingers in the sky. Kunja kumi to the side. Sio ngumu kudecide. Tusikwende tukislide. We can move through the night. Thank the Lord that I'm alive. 2 fingers in the sky. Kunja kumi to the side. Sio ngumu kudecide. Tusikwende tukislide. We can move through the night. Thank the Lord that I'm alive. Follow if you want to.
Ibu sana Mumero Mutune. Thank you very much Antobeto. Any Friday na ikatwira ni through arena Mumero Mutune na gorikio mbira birende ate kabisa na biru mwira cia nkoro neke iko ena kwa unaro iko ndhe wethro na tundo tunini kambesa nyingi ombe kwethro ke ena mheshimiwa tukona rurenge na twetekio ke ori kwa